Haya sasa mtazamaji, tunaendelea kwenye episode ya 11. Hii ni burudani ya aina yake kupitia channel yako. Na nina imani basi burudani na kufikia vyema kabisa. Mimi naitwa Michael Lukindo Mr. Informer. Niko hapa kuhakikisha basi unafurahi unapoitazama To Love or To Defy. Acha tuendelee kuanzia basi pale tulikoishia.少儿，后日长乐宫办迎春宴，京中待嫁的贵女母妃都请了。你父皇的意思是从中挑。Basi mwanamama akamwambia mwanae kwamba baba yako anataka uoe. Mufe. Sasa kijana anataka kujitetea. 大司马之女。 Mama akamwambia sisi tumeshakuchagulia mwanamke wa kuoa. 我相信你也一。 Na nina imani kwamba kwa sababu huyu binti umekuwa naye tangu 你和 wadogo 王家 utampenda. 后，他就会成为你的人。 Lakini kijana alikuwa anajitetea kwamba sasa mama, baba wa huyu binti, 待着。 si unaona anafanya kazi tena yuko upande wa Prince Oyangheng. Akamwambia hiko ndicho ambacho baba yako anataka. Basi ilibidi tu akubaliane na yale maelekezo ya mama. 绝不能让太子阻止一兰出征。 Moyo wake ulimuuma sana. 天有大旗， Hatimaye basi ikafika ile siku ya ile karamu ya inaitwa karamu ya masika. 是后宫同乐、君臣共赏的乐事，大家不必拘束。 Wote walikaribishwa akaambiwa karibuni sana katika karamu ya masika. Leo mtakunywa, mtakula. Haya tufungue kwa kinywaji. Wakati yote yakiendelea basi anatokea huyo Miss Wang mwenyewe ambaye mama alimtaja hapo awali. Binti kwa mbwembwe kwanza akaiweka hirizi yake mbele. Ianze kumuonesha nini kinachoendelea. Kama kuna mtu mbaya hapa maana yake itaonyesha. Basi binti anateka kaskazini, kusini, mashariki na kusini. Mashariki na kaskazini. Au na magharibi. Lakini ile kompas yake 你自幼随大司马 ikapasuka. Haya, kaulizwa tuambie mbona imepasuka? Nini kinaendelea? 说说吧。 Hebu tuambie. Tumeambiwa wewe ni mtabiri maarufu mashuhuri, hujawahi kukosea. 恭喜陛下， Hongera sana 贵嫔 mheshimiwa. 娘娘命主太阴， Yaonesha basi malkia wako wa sasa amekuja na baraka. 有此福星相伴， Kwa kawaida ukiona namna hii nyota yake ni njema. 福作绵长。 Hii ni kuonesha kwamba utakuwa na mafanikio ya muda mrefu. Angalia pati hiyo mtazamaji, pati ya kifalme. Wako watu wachache tu. Hii ndio ile unaambiwa kwa miaka ya sasa ndio ile are you invited? Umealikwa. Lakini ukimwangalia binti alimtazama pale Princess Ouyang Shao, Princess Wei. Akimwangalia kwa umakini mkubwa, maana yake ni kwamba kuna kitu 皇上 kinaendelea. 当心， Sisi tunajua basi alikotoka Princess Wei ama Consort Wei, binti huyu ambaye tunamuita sasa hivi Abia Fekyu. Tunajua alikotokea, mtokea gerezani na hatima yake tunaijua sisi kwamba ametoka katika maisha fulani, anatumika kwa namna fulani. Inawezekana vipi amekuja na nyota njema? Wakati basi Oya Shao akiwa anataka kutoka, ndugu yake akamwona. 臣弟确知不恭。 Alimuita akamwambia tunywe pamoja. Basi wakapiga glasi ya kwanza. Wakati huo basi kijana alikuwa makini sana kutazama huku na kule. Miss Wang akawa yuko njiani akiwa anamsubiria basi Abia 命 Fekyu. 主七杀， Akamwambia wewe nyota yako ni mbaya. Umezaliwa kuna wakati mgumu 唐 na maisha yako pia ni magumu sana. Na tena wewe basi jinsi ambavyo nyota yako inaonyesha ulizaliwa katika familia ya kimaskini na unatakiwa kufa maskini. Basi usijidanganye kwamba basi maisha yako yatakuwa 你不 sawa 该是魏嫔， na haupaswi kuwa malkia Wei, malkia wa kutoka Wei. 负责身后。 Lakini mbona ulisema kwamba nyota yangu ni njema? Binti akasogea kumwambia bila shaka hujakosea. Nilifanya vile kumdanganya mtawala. Kauli kamshtua kidogo. Kumwambia sasa kwa nini 圆 ulinitetea? 圆喜欢你， Akamwambia ni kwa sababu yupo mtu anayekupenda. 说 Anaitwa Yuan. Yuan? 有一位武帝和王姑娘指婚。武帝啊， Sasa angalia unafiki. Huyu ni Prince Oyangheng
akiwa anamwambia ndugu yake kwamba ndugu yangu, nakupongeza, umechaguliwa mwanamke wa kuoa Miss Wang. Kumwambia kwa nini unataka tuzungumzie furaha yangu, mimi na wewe tujadili. Baba ameshaamua, lakini kinywaji alimmiminia yeye. Kusema sawa basi, kwa nini lakini unatafuta kisingizio? Au labda unajitetea kulingana na mahusiano yako wewe na mrembo yule. Lakini baba pia akijua kwamba ulikuwa ukitembea na mkewe, halafu wewe ndo mwanae anayekupenda zaidi, sijui utaificha wapi sura yako. Sasa kijana aliposikia ile kauli, kabidi kumtuliza kwanza. Akamwambia kwani unataka kusema kitu gani? Kumwambia ndugu yangu, pale ulivuka mipaka. Ile chombo ni ya baba ile, umevuka mipaka pale, uko umezidisha ndugu yangu. Haya, mazungumzo huko yanaendelea kati ya Miss Wang pamoja na Consort Wei. Ama unaweza kumuita Abia. Tunamuita fake huyo, lakini kwa sababu sio Abia halisi. Lakini basi mrembo akawa amesisitiza, anamwambia kwa nini ulinitetea kama huwezi kuniambia niache? Hebu niambie. Akamwambia mimi ni consort wa kutoka Wei. Binti akaona huyu hajanijua, ngoja nimsomee vizuri. Wewe unaitwa Chisha jina lako. Nyota yako ni nyota ya ng'ombe. Na tena huna bahati katika maisha yako. Umekuwa ukistruggle tangu ukiwa mtoto. Na kwa kuwepo kwako katika utawala huu, kila kitu kitabadilika. Ukweli ni kwamba utawala wa mfalme huyu utaanguka. Na yote ni kwa sababu ya kwako wewe. Sasa wakiwa hapo wakashangaa, wanamuona kule upande ule Prince Oyan Shao anadondoka. Ni kutokana na kile kinywaji alichokunywa. Na tena sasa Miss Wang anamwambia tena, kumbuka huwezi kuikimbia hatima yako. Basi kijana akamtazama ndugu yake, aligundua kinywaji alichokunywa kilikuwa na sumu. Unajua ulikuwa umenusurika kufa pale. Lakini vipi kuhusiana na Crown? Ameshindwa pengine kukua wakati. Hii ni ishara mbaya, lakini sasa inaonekana kama basi hakuna mtu ambaye atakuwa salama kwa huyu jamaa. Wakawa wanaongelea pia kuhusiana na Yilan ambaye ametumwa na bibie Abia Feki kwenda kumwokoa mama wa binti. Kwamba sasa katika kila kona ya mji kumewekwa walinzi wa Prince Oyan Heng. Atawezaje kuwa salama? Akawa ametumwa kijana, nenda wapeleke walinzi wetu, hakikisha walinzi wetu wana replace walinzi wa Oyan Heng. Huyu Prince Oyan Heng, mtazamaji, ndio yule master. Huyo Prince Oyan Heng ndio yule alimwekea mwenzie ile wine yenye sumu, lakini vile vile ndio master of Shadow Palace. Tumemwona mara nyingi. Huyu tunayemwona hapa anaitwa Prince Oyan Shao. Ni kama Shao ya Kichaga hivi. Basi ndio hivyo anaitwa jina lake hilo. Huyu hapo anaitwa Prince Oyan Shao. Kwa hiyo yule mdogo wake ndio Crown Prince. Kwa hivyo hata katika tawala za kizamani kwa Wachina, mtoto wa mwisho ndo anakuja kurithi kiti cha baba au mali za nyumbani. Si unajua tena. Watoto wa mwisho ndo wanapata zile favor zaidi. Haya, basi hapo mtazamaji, tunaona kumekuja huyo binti au Miss Wang. Alikuwa amekuja kumuona sasa mwenzie Abia Feki. Niambie, mheshimiwa. Kuna kitu nimekuletea, hebu kisia ni nini? Ni nini kwani? Akafunua palikuwa na maua mazuri. Akamwambia haya maua nimekuwa nikiyachuma yakiwa fresh kila siku, nikihakikisha kwamba lazima utayafuta. Sasa hebu niambie, vipi unayaonaje? Lakini mimi si mwema sana, sio mzuri sana katika kuelewa maua na nini. Akamwambia haya, basi hebu ngoja niangalie hapa. Tingisha irizi kidogo ile irizi, akamwambia kwanza basi kama wewe sio mzuri kwenye maua ni ukweli. Lakini haya, nisimulie story yote nzuri. Kitu gani unaweza kuniambia kizuri ambacho hujawahi kumwambia mtu yeyote? Nisikilize. Mimi na baba yangu tunapenda sana umbea. Binti akashangaa. Kwa hiyo ndo story ambazo tunatakiwa tupige. Kwa kuwa sasa umesema hivyo, hata na mimi nina story ya kukupa. Nzuri? Kweli? Haya, niambie. Kaanza kumsikiliza. Akamnongoneza kitu ambacho hata na sisi hatupewi nafasi ya kusikia. Mwambie wewe, kweli? Mungu wangu. Jamani, maisha huyo malkia basi si ataishilia vibaya sana. Story yao hiyo siri. Sasa sisi tuna enjoy.
Sasa nitakusimulia kitu kingine kuhusiana na baba yangu. Wakaanza kumwambia, unajua 不会生气吧？ hii story nikikusimulia lazima utashtuka. 这就是一个故事。 Lakini si ni story tu au ni ukweli? Sema ndio. Huyu Miss wangu huyu ana vituko. Anamwambia mwenzake na baba yake wanapenda umbea. Penda kupiga gossip. Haya, njoo sasa hapa katika chumba hiki au katika ofisi ya Emperor, mtawala. Mtazamaji, kuna tofauti ya mfalme na mtawala. Emperor ni tofauti na king. Nitakuelezea tofauti zao. Nimekuwa nikielezea hivi mara kwa mara ninapofanya hizi sinema. Sasa huyu ni moja kati ya wale watu ambao ni wakaribu kabisa na mfalme, wakiwa wana mshauri mfalme. Wakati mwingine akawa anazungumzia tukio la ile kitu ambacho kimetokea kwa Princess Oyanshao kupewa wine, kinywaji chenye sumu, na akawa ameathirika sana. Ndio akawa anasema, lakini tuliona aliyekiwa kinywaji na mwenzie mdogo wake kabisa. Baba akakasirika, kwa nini huyu jamaa anaongelea watoto wake kwa staili hiyo? Mheshimiwa, naomba unisamehe. I say nimepitiliza, nimeongea kupita kiasi. Hakika naomba unisamehe sana, nimepitiliza. Lakini nimesikia tetesi watu wakizungumza hiki kitu. Kama ukiniruhusu niweze kukichunguza, pengine tunaweza kupata majibu ambayo hata wewe mwenyewe kuyategemea. Kwa hiyo kumbe watu wanapiga umbea. Haya, niambie kitu gani ulichosikia wewe? Akasogea kihema pale. Sasa unajua kuna kitu nimesikia mheshimiwa. Sasa alichosikia ndio hiki hapa. Wakaitwa wahusika wote. Kaitwa hapo mwanae au tunaita Crown Prince, akaitwa na bibie pia ambaye ni Abi Yafe. Sasa tumesikia hii ndio story aliyomwambia siku hiyo. Nimesikia tu kwamba yujua watu wanasema kwamba Abi Yafe au Abi Ya Princess kutokea Wei ana mahusiano na kijana wako. Nani huyo? Basi akatajwa pale Shao mwenyewe. Kwa hiyo mtazamaji, unaweza kuona hali ilivyo, kwamba kwa namna moja au nyingine bado tuna binti anaendelea kupitia mambo magumu kabisa, ambapo anakutana na wakati ambao umejaa vita nyingi kwenye mahusiano yake na maisha ambayo anaendelea kuyaishi katika lile kasi. Nafikiri tutakutana kwenye episode ya 12 kwa mwendelezo vizuri zaidi, na utaweza kupata mambo mengi zaidi yatakayokufurahisha kufuatia tamthilia hii To Love or to Defy. Mimi naitwa Michael Lukindo, Mr. Informer, na nafikiri pia nitakuwa naendelea kuweka linki ya YouTube channel yetu nyingine mpya, ambayo basi hiyo nayo itakuwa ikiweka burudani ya aina yake. Utakuwa ukipata filamu za aina mbalimbali, filamu zetu za kutoka nyumbani Tanzania, lakini vile pia utakuwa ukipata filamu mbalimbali kutokea katika nchi za Korea, China, kuna zile za Thailand, na tunajaribu pia kuwekeza kununua pia tamthilia na copyrights za Waturuki ili uweze kupata burudani hiyo pia. Channel inaitwa Mr. Lukindo. Hata sasa hivi ukitafuta kwenye YouTube kwa kuandika Mr. Lukindo, utaipata channel hiyo ya YouTube ikiwa imejaa kusheheni mambo mengi mazuri. Tafadhali hakikisha unaendelea kuwa karibu nami, kuendelea kuhakikisha utafanikiwa kuona yale ambayo tunakuja kuyaweka katika channel hiyo. Kaa na mimi, kaa standby. Haya, tutakuja kwenye episode inayofuata tuone kikao hiki ni nini kinachokwenda kuzungumzwa.